ikaribia hema yako, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, sababu kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika njia zako zote, njia za kwenda kanisani, kwenda kazini, kwenda shuleni, kwenda kwenye mkesha, kwenda wapi, kwenda Marekani, kwenda China, kwenda sehemu yoyote, maandiko yanasema katika njia zako zote. Wangapi wanaamini ni zote? Oh, haleluya. Katika njia zako zote Bwana atakuagizia malaika wake wakulinde ili mabaya yasikupate. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabaya yote yaliyotangazwa na ulimwengu wa giza, ulimwengu wa kishetani, yale mabaya yote yaliyotangazwa na uchawi na ushirikina ya kwamba yawapate watu wa Mungu, na tangaza mchana wa leo ya kwamba hayatakupata katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina. Hayatakupata katika jina la Yesu. Unasema, kwa nini unasema hivyo? Sababu ni hii: kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Wametanda. Haleluya. Oh, haleluya. Sio unaogopa njia hii na wakati mwingine unaogopa njia nyingine. Zote malaika wa Bwana wametumwa kwa ajili ya kukulinda, ili wakuokoe. Wanakuokoa na tauni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipanda ndege wako pale. Sema amina. Kuna njia, maana kuna njia ya ndege, kuna njia ya mabasi, kuna njia ya mguu, kuna njia zako zote. Mtu mmoja aseme amina. Rabasikorobo rabashatayaba lipokosakayaba ayabakasikorobo. Siku moja mtu mmoja aliamka asubuhi, wakati ameamka akamtuma mtumishi wake aende nje. Akakuta lile eneo limezungukwa na maadui. Yuko anaogopa. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 6 na ule mstari wa 17. Wafalme wa Pili sura ile ya 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 6 na ule mstari wa 17. Ninasema Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunaogopa kwa sababu hatujui kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mtumishi wa Elisha, ukisoma ile mstari ya nyuma, alitoka nje akutana na jeshi la watu waliozunguka wakija ili wamwangamize Elisha. Lakini Elisha alipomwona anaogopa, anatetemeka. Mstari wa 16 inasema
Akajibu akimwambia, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa malaika walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja na yule mwovu, yule adui. Sema amina. Kwa sababu hata kwa hesabu ni kwamba shetani alishuka au aliasi na theluthi, lakini asilimia kubwa ya malaika walibaki upande wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hao malaika ndio ambao shetani anawatumia kutawala maeneo mbalimbali. Ndio wengine wanaitwa majini, mapepo na wakuu wa anga na kadhalika. Wamegawanyika. Nakumbuka shetani sio muumbaji, kwa hiyo hajawahi kuongeza malaika wengine, lakini Mungu wetu ni muumbaji na anaumba kila siku. Kwa hiyo malaika waliopungua alikwisha kuongeza na wengine na wengine na wengine na wengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema Elisha akamwambia, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao, walio pamoja na mapepo, walio pamoja na wachawi, walio pamoja na waganga. Oh, haleluya! Walio pamoja na waganga ni wachache, lakini walio pamoja nasi, walio upande wetu ni wengi mno, ni wengi mno, ni wengi mno, ni wengi mno. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha kufanya huduma ya kumwombea mtumishi wake. Inasema akamwombea, Bwana mfumbue macho yake apate kuona. Oh, haleluya! Yule mtumishi alipoombewa kufungua macho, oh wow! Maandiko yanasema thank you Lord. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto. Adui alikuwa na magari, lakini Bwana ana magari ya moto. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya. Adui alikuwa na farasi, lakini Bwana alikuwa na farasi, lakini pia na magari ya nini? Ya moto, yanawaka, yako standby, yanasubiri adui aseme mfaa, ala Bwana na minya tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema Elisha akasimama akasema, Bwana na wapige upofu watu wote hawa. Wakapigwa kwa upofu, alafu akawachukua wote akawapeleka anakotaka yeye. Kwa nini? Kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi. Sema amen. Walio pamoja nasi ni wengi. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna habari ambayo imenifurahisha sana nilipokuwa ninatafakari na kusoma hizi habari za malaika. Malaika mmoja alifanya tukio la kufurahisha. Sema amen. Sema la kufurahisha. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wafalme wa pili sura ya 19. Wafalme wa pili sura ya 19. Sura ya 19 na ule mstari wa 35. Thank you Jesus. Binasema, ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akaingia kituo cha Ashuri, akawapiga watu 135,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote, pia walikuwa wote wamekufa. Malaika huyu mmoja alipiga maelfu. Hasa hawa jamaa walikuwa na kiburi sana, walikuwa wanajisikia kwamba hawajawahi kwenda nchi yoyote kupigana, halafu Mungu wa ile nchi akawaokoa watu wao. Walikuwa wanajigamba ya kwamba hakuna miungu yoyote iliyowahi kusimama mbele yao. Nisoma kwenye sura ile ya 18.
Najua wakati mwingine unahitaji kujifunza uelewe jinsi ambavyo Mungu anavikomesha viburi kwa kutumia malaika wake. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile sura ya 18, turudi nyuma pale. Thank you, Jesus. Kuanzia 19, sura ya 18, Wafalme wa Pili. Bila sema yule amiri, huyu bwana alikuwa anaitwa amiri, akamwambia, haya, mwambieni Hezekia kusema, mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru asema hivi, ni tumaini gani hili mnalolitumainia? Wewe wasema, lakini ni maneno yasiyo na maana, kwamba lipo shauri na zipo nguvu kwa vita hivi. Huyu amiri wakati anampelekea ujumbe Hezekia, mfalme wa Yerusalemu, Hezekia alijibu na kusema, lipo shauri na zipo nguvu kwa ajili ya vita hivi. Kwa ajili ya vita hivi, basi mnamtumaini nani hata ukaniambia mimi? Sasa tazama, unajitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka, yani Misri, ambayo mtu akitegemea humwingia mkononi na kumchoma. Ndivyo alivyo Farao mfalme wa Misri kwa wote wamtumainio. Lakini mkiniambia tunamtumaini Bwana Mungu wetu, je, si yeye ambaye Hezekia ameondoa mahali pake pa juu na madhabahu zake, akawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, sijudini mbele ya madhabahu hii hapa Yerusalemu? Basi sasa tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa Ashuru dhamana, nami nitakupa farasi 2,000. Ikiwa wewe kwa upande wako waweza kupandisha watu juu yao, wawezaje basi kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi walio wadogo kwa bwana wangu, na kuitumainia Misri upewe magari na farasi? Je, nimepanda mimi ili kupigana na mahali hapa na hapa, kupaangamiza kila shauri la Bwana? Bwana ndiye aliyeniambia, panda upigane na nchi hii na kuiangamiza. Ndipo Eliahumu mwana wa Hilkia na Shebina na Yoa wakamwambia yule amiri, tafadhali sema na mtumishi wako kwa lugha ya Kiashauri, maana tunaifahamu, wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi masikioni mwa hao watu walio ukutani. Lakini yule amiri akawaambia, je, bwana wangu amenituma kwa bwana wako na kwako wewe niseme maneno haya? Je, hakunituma kwa watu hawa walio ukutani ili wale mavi yao wenyewe na kunywa mkojo wao pamoja nanyi? Mstari wa 28, kisha yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi